sura ya 4 ya Esta, tuanze mstari wa 15 na ule wa 16. Biblia inasema, basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai. Mstari wa 16, uende ukawakusanye Wayahudi, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapo Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Nami nikiangamia na nifanyeje? Huyu mtu yuko rohoni, anaenenda kwa roho. Hakukubali baada ya kusikia kwamba Hamani ameenda kuwanyonga Wayahudi wote. Mwanzoni alitaka kubabaika Esta. Mwanzoni akasema hairuhusiwi kumwona mfalme, lakini aliporudi rohoni, alipokuwa mwilini, Esta aliona shida, akasema hairuhusiwi bwana kumwona mfalme kipindi hiki. Unajua ukiwa mwilini utashindwa, lakini aliporudi kuenenda kwa roho, Esta akasema sikiliza Mordekai, tuingie kwenye maombi. Alitoka mwilini ambako kulikuwa na hofu ya kumwogopa mfalme, akaenda rohoni ambako alipata nguvu, akasema nitaingia kinyume cha nini? Cha sheria. Naongea kitu cha uhalisia, mtumishi wa Mungu, siongei story. Esta alipokuwa mwilini aliona ugumu wa kwenda kukutana na mfalme, lakini aliporudi rohoni akamwambia Mordekai, sawa sawa, twende kwenye maombi, mimi nitaingia kinyume cha sheria. Enenda kwa roho ufaidike. Mstari wa 1 sura ya 9 anasema, hata ulipofika mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari, siku yake ya 13, amri ya mfalme na mbiu yake ilipoadia kutekelezwa, ambao siku ile adui wa Wayahudi walitumaini kuwatawala, bali kumebadilika kinyume, hata Wayahudi waliwatawala wale waliowachukia. Nini kimetokea Wayahudi kuwatawala waliochukia? Jambo gani limetokea Wayahudi? Hiki kinyume kimetokeaje? Wayahudi kutawala waliowachukia. Yuko mmoja aliyegundua kwamba kuenenda kwa roho kuna faida. Yuko mmoja aliyeelewa kwamba kuenenda kwa roho kuna ushindi. Ikatokea Wayahudi wote wakawa wamepata ushindi kwa mmoja aliyegundua kwamba kuenenda kwa roho kunaleta ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kipindi ambacho walitarajia Wayahudi waangamizwe, hawakujua kwamba kumebadilika kinyume. Waliowachukia Wayahudi sasa kuna namna imebadilika, Wayahudi wakawatawala waliowachukia. Vita kati ya mwili na roho. Mwili unashindana na nini? Na roho, na roho kushindana na mwili. Mpango wa Mungu ni roho yako itawale mwili. Ajenda ya kimungu ni roho yako ishi maisha ya kutawala mwili. Ishu ya mwili na roho ni ishu ya authority, ni ishu ya mamlaka gani na nguvu katika maisha yako. Hiyo ni ishu ya mamlaka. Nani ana mamlaka ya kuongoza maisha yako? Ni mwili, ni roho. Hapa tunaona kwamba Wayahudi wakawatawala waliowachukia. Vita kati ya mwili na roho ni vita ya mamlaka. Nani anatawala? Usipokuwa na ufahamu, mwili utakutawala kila siku, na mwili ukikutawala kila siku utafika mahali utakufa. Maana tulisoma kwenye Warumi 8:13, wanaoenda kwa kufuata mwili watakufa. Mkienda kwa kufuata mwili mwataka kufa, maana yake mtatawaliwa na mwili, maisha yenu ya kiroho yatakufa. Lakini hapa tunaona waliokuwa na ufahamu wa kiroho wakatawala Amaleki. Maana Amaleki ndio alikuwa Wayahudi, maadui wa nini? Wayahudi. Understanding, yani ufahamu wa kiroho ni wewe uwe na nguvu ya kutawala, ni roho iwe na nguvu ya kutawala maisha ya kwako. Mwili ukitawala, ndugu yangu, ndio Sadeni nikasema kwamba ukiona wala usituki lolote, ujue ulishakufa siku nyingi, maanake mwili umetawala roho yako. Rohoni umefanyaje? Kufa. Unaelewa ninachokisema? Unaelewa ninachokisema? Biblia inasema siku ile ile, mstari wa 2, siku ile ile Wayahudi
wakakusanyika mjini mwao katika majimbo yote ya mfalme Ahasuero, mfalme Ahasuero, ili kuatia mikono wale watu waliowatakia hasara, wala asiweze mtu kuwazuia, kwa kuwa hofu yao imewaangukia wote. Wayahudi wakataka kuatia mikono wale waliokuwa wanatakiwa wapate hasara, wapate hasara. Unajua mwili unataka upate hasara ya roho yako. Ukienda kwa mwili manake unapata hasara nini? Rohoni. Hapa Wayahudi wakasema wakawatia, manake wakawakamata wale waliokuwa wanawatakia hasara. Hatuzungumzii hasara ya biashara ya genge lako au duka lako au nini chako. Hasara ya mambo ya kiroho. Ukienda mwilini ndugu yangu unapata hasara ya mambo ya kiroho. Nasi tunajifunza kuenda kwa roho ili ufaidike na mambo ya kiroho. Na maakida wa majimbo na majumbe na maliwali na wale waliofanya shughuli ya mfalme waliwasaidia Wayahudi, kwa sababu hofu ya Mordekai imewaangukia. Maana Mordekai alikuwa mkuu nyumbani mwa mfalme, na sifa yake imevuma katika majimbo yote, kwa kuwa huyo Mordekai amezidi kukuzwa. Basi Wayahudi wakawapiga adui zao wote mapigo ya upanga na machinjo na maangamizo, wakawatenda kama wapendavyo wale waliowachukia. Hata huko Shushani ngomeni, Wayahudi wakawaua watu 500 na kuangamiza. Wakawaua na Parshandatha na Dalfoni na Spatha na Poratha na Adalia na Aridasa na Palmashta na Arisai na Aridai na Waizata, wana 10 wa Haman binti Hamedatha, adui ya Wayahudi. Lakini nyara juu ya nyara hawakuweka mikono yao. Ninachokifurahia ni utimilifu wa neno la Mungu ya kwamba nitaufuta ukumbusho wa Amaleki. Tunaona Esther na Mordekai na Wayahudi wanaufuta kabisa ukumbusho wa nini? Manake wanaonyamazisha mwili forever. Wanaonyamazisha mwili kabisa. Wamemuondoa Hamani, wanakuja kuondoa na watoto wake, watoto wa 10. Lazima uondoe vikorokoro vyote vya mwili vinavyokusumbua, vinyamazishe. Usiishie tu Hamani peke yake, lakini kuna vingine vikolombozo vidogo vidogo. Kina Esther hawa waliwaua mpaka watoto wa Hamani walikuwa 10, na wengine 500 wale wakawaangamiza. Wote hawa walikuwa ni Waamaleki. Unajua 500 hao na hawa watoto wake wa nani? Wa Hamani. Wakafuta kabisa. Kule Shushani ngomeni kulikuwa hakuna Mwamaleki yoyote. Amen. Kwa hiyo manake walishinda rohoni. Kuanzia hapo wakaanza kuenenda. Kwa nini? Kwa roho. Mtumishi wa Mungu, tafuta kuenenda kwa roho ili ufaidike. Narudia tena, tafuta kuenenda kwa roho ili ufaidike. Wayahudi waliokuwa huko uhamishoni waliona ushindi baada ya kuingia rohoni. Sauli alipoteza ufalme kwa kuwa mwilini.